Tafakari sana sisi kama jamii ni mambo ya uongozi wetu, maana wale wakiongozwa na Masinde Muliro, mama kijana, wale wametajwa kina Joseph Muliro, hao ndio watuletea sisi Bitcoin hapa Tanzania, tukaenda Tanzania nyumbani. Na kwa sasa katika jamii yetu hali ya uongozi sio nzuri, tuko na hatari kidogo. Maana lazima pia tuambiane ukweli. Leadership ya jamii yetu, wakati watu wanaongea masuala ya kitaifa, sisi kama jamii masuala yetu yako wapi? Wale viongozi ambao huwa wanatuambia kwamba wako na mtaka, wanaamuka wanaomba wa president mwenyewe ambaye alikuwa amefiwa ndiye alikuwa kusema kwamba upgrade the technical school in National Polytechnic. Na hapo tuko na kinara wa cabinet mimi ilipeana hisia yangu kwa sababu president huwa anaambiwa ni mtu mwongo. President anakuwa mtu mwongo. Ni wana ambao wanakuja kuitisha, ni wajumbe, hizo miradi wanajua hawajenga kwa budget. Akisimama anasema nimetenga pesa. Najua hajatenga pesa. Ni mwongo. So kama nyinyi ni namba tatu ya ukweli, jiulize kwa nini yule alikuwa ananitusi kule Bungoma hakuna siku anaomba miradi mikutano ya hadhara, wakati anaweka shilingi bilioni 1.5 kutengeneza barabara katika constituency yake moja. Alafu sisi zote 5 counties za Western Region tumetoa shilingi milioni 250. Na hiyo pesa mtu ambaye anakaa kwa ile kiti ya speaker anaangalia budget akipitisha, amekaa pale haoni kwamba this one constituency 1.5 billion, these are 5 counties 250 million. We don't want watu wetu hatuwezi kungojea tena. Niliambia wengine siasa ya 2032 imepangwa. Kwa hiyo arithmetic Mluya yuko huko. Na watu wanatuambia tungojee wafike hapo ndio watupange. Nyinyi mtakubali maneno kweli? Hatuwezi kubali. Na ndiposa wanaleta watu kuja kunitusi mimi. Watu Keriobani ndio kama hiyo ndio advice president ana has got no advice at all. Kwa sababu Keriobani jamii ziko na bunduki. Na wale wajumbe wamenunua pande ya menunua wataka bunduki, hao wamenunua bunduki, wote wanapigana. Na wakati hizo jamii zinapigana hata polisi hawezi enda hapo. Polisi hata akiua jangili kule ndo kule Keriobani polisi awe jangili. That same day that police officer is dead. The number of police officers ambao wameuawa na majangili in Keriobani, police wale wanajulikana, is a shame. Na hao viongozi wale wenyewe ambao wanapewa pesa ya CDF kununua bunduki, kununua risasi, majangili kuua watu. If a leader thinks that kuna kidnapping in Keriobani, huyo kiongozi yeye anaitwa na misuse, so not a leader at all. Na mimi kuna wakati niulizwa shida ya kule ni nini na watu wa media, and I gave the problem and I gave the solutions. Na mimi nashukuru mheshimiwa Kindiki and I implemented to the letter, because what used to lack in that the past was political goodwill. Sasa wameweka pesa kule, wamepeana support, mambo yamerudi chini. If you don't understand the geography of this country, unasemaje kama anatembea ameua watu Keriobani na akapeleka Yala? You don't just talk because you have a mouth. So unaongea unaongea mambo mingi ambayo haina maana. So saa hizi bila watoto wanachukuliwa kiwao, unasema watoto wako kidnap. Na jana kwa runinga mnaona wawili wamepatikana wamekufa. Sasa walikidnap wakaenda wakajiua.
Can we be a serious government? The serious people can do things seriously. Now wala ambao watakuja kule Embu, kule Nairobi, so kulingana na hiyo jamaa Regional Commission wa Nairobi atakana kutoa mambo ya kidnapping na mambo ya abduction. Ni kazi ya Regional Commission. So that's the Regional Commission na hiyo. So the truth is this. There's something wrong in this country. Kuna watu wana abduct watoto, wanapotea na watoto, wanaenda wanaua watoto. And this thing must stop. And this one, the president cannot escape this one. Because the responsibility of protecting people's lives and their property squarely, so that is law. So na mimi nikiongea kama rais yako, maneno naambia rais mwenye anakuja kujibu za another fellow, hata ambaye kwake hawezi kufika huko sasa. Number two, hii mambo wanasema anatembea rafiki ya Rigiji. Ndio naona mtu anachemuka hivyo kwa sababu hapa na vita na Rigiji huko. Anawekelea wewe mtu ya Rigiji, wewe mtu ya Rigiji. Na Rigiji mwenyewe hata mimi kuongea naye kwa simu kwa siongea naye kwa simu. We've never spoken, we've never met anyway. Hadiye kukutana na Rigiji. Lakini mko na system, mko na National Intelligence Service. Lakini mnaongea maneno vitina tu kama watu wengine kama kala kibato. Why can't you use the system to confirm kwamba anatembea na ongea na huyu jamaa, ongea na huyu jamaa? But most importantly, ile vita ya Rigiji ilikuwa ni vita ya Kenya kwanza. Hao watu wanatembea pamoja bila kukosana, mimi sijui. The fact kwamba mmekosana na Rigiji, why should I differ with him? Mimi amekosea nini? Hajanikosea chochote. Sasa yule jamaa alikuwa anaongea jana na kunitusi. Na Rigiji. Na Rigiji mwenye hajanitusi. Sasa leo hii nikisema nichague nani nitafanya naye kazi, nitachagua nani? President lazima ajue hao watu ambao wako na mdomo mrefu wanafikiri wanamsaidia, wamechoma mlima, wanakuja kuchoma Western. Na kule mlima kama hakuna kura na Western ikose kura, president hata akifanya muujiza gani hawezi pata kwa president. It's going to be possible. So angalia watu wake wanaongea namna gani, maana wanachoma kila mahali na burning everywhere. Ama wao wanafikiri kwamba wale wajamaa walikuwa wamefunga matai jana ndio wataenda kuna Western. Hawezi leta kuna Western. And it's not good to choose friends for me. It's not good to choose friends for me. Wakati Rigiji alikuja mazishi ya ndugu Okioma, my brother Msaka was there. Because Okioma pia alifanya kazi na yeye. The entire national government administrative officers wa kuongeza na usia they were there. Serikali mzima ilikuwa pale. Mimi nilipokea Rigiji pale kwa airstrip, nilikuwa na county commission. Na senator wa Trans Nzoia mtu mmoja na vijana kabisa. Nilikuwa na yeye. Na that day Rigiji akikuja, I was just want to clarify things. Ili and pray that this matter goes to bed and goes to bed permanently. So don't want to speculate. Rigiji, the former deputy president, alikuja na ndege ya Kenya Air Force. Foka. Ndege ya presidential jet ndiye alikuja nayo, alishuka wewe ndege mimi nikimpokea. As a person who understands protocol, mimi hata mawaziri huwa nawapokea hivyo na taadhima. Mwenzangu makama na kuja nawapokea namna hiyo. I received Rigiji that way because he was a state officer, he was the deputy president of Kenya. Walikuwa nataka mimi nitoroke. Sasa kila mahali wanataka picha na tembea alipokea Rigiji, alipokea Rigiji. Mlikuwa nataka tufanye nini? That day he had already been impeached. And the authority was going to be impeached. And he kampokea kama deputy president of the Republic of Kenya, kampokea tukaenda Matanga, akazika ndugu yake. Tukamwescort akafanya nini? Akaenda. Sasa hapo shida iko hapo bwana. Sasa mnakufa tu na mtu, mnakufa tu na mtu. Sasa kama nyinyi mnataka mimi nisoke pande hiyo nifanye kazi na Rigiji, mniambie tu kweli kwamba wewe unatembea nafanya kazi na nini? Na Rigiji. Hao jamaa wako tayari sana kufanya kazi na nini by the way. So tuheshimiane tu, tuache mambo mengi, tuache mambo mengi tu. Ile vita yenu, huyo jamaa alikuwa anaongea, anapiga kelele, asira alikuwa ametoa mahali pengine tu. Don't even about that funeral. So lazima tuelewane hapo watu wetu. Mungu anasema mambo ya Mau Forest.
anatembea ndoa watu Mau Forest. Sasa kama mimi nilifanya makosa kuondoa watu Mau Forest, bali niwatoe. Kama kuna kitu mimi I feel proud as a retired public official is the restoration of the Mau Forest. Kama nilifanya makosa, wako na serikali sasa irudishe watu kwa Mau. Wale ndio mimi kama nilifanya makosa wa correct makosa watu warudi nini? Warudi Mau, they leave me alone. Lakini wakati mnakadiria pesa mnasema these billions inakuja from tourism. Masai Mara Game Reserve inaleta these millions of dollars. Mkumbuke kwamba hizo dollars zinakuja kati sio tunatembea. Hiyo Mara River ilikuwa imekauka. That 71 of the world beast ilikuwa imekwisha, ilikuwa ni matope. Sasa we have recovered that river, we have that forest, watu wanapiga kelele. Kama ni makosa watu warudishe wapi? What conservation, then you are condemning those who are conserving the forest. And lastly on this matter, wakati mimi nilikuwa RC nikifanya kazi na Kerio. Sasa wewe unalaumu RC na umekaa na David President. You know, mambo ya duplicitous behavior sio nzuri. Lazima tukue tu watu ambao ni. So sisi tukiongea hivi nasikia wengine wanataka sawa tu, mimi nasema ni sawa. It is fine. But the culture ile culture ignorance. Tupende freedom of expression ndani ya katiba. Let us just lakini mtu atakisema hivi, nasema utafanya hivi, akisema hivi utafanya hivi, at the end of the day we will have no country. Kweli. So ningependa nimalizia hapa, nilikuwa nawekelea juzi. Wengine wakaongea ya nisaidia baba wa speaker. Mimi was not bragging. Mimi kuongea walikuwa wameweka vijana hapa ya Ford Kenya ndio heckling me. Wakiniambia ni heshimu siku nani ni heshimu nani. So nikasema nani ngoja kidogo. Nikasema let us put this matter in context. Nikasema kwa hii familia hii ya Wetangula niko na marafiki hao. Mzee ni rafiki yangu. Mheshimiwa Timu ni rafiki yangu. Fred ni rafiki yangu. Na kuonyesha kwamba tuko na urafiki, hata mzee nimemsaidia hivi na hivi. I was not bragging. I was just laying the foundation to elewa kwamba kwa hiyo kwa ndio tunapendana na speaker, lakini watu wengine pia ni marafiki wangu. Na kwamba siasa sio vita. Sasa ilikuwa ni jambo watu wote wanajisikilia hapo na kunikondemu you know. We just being petty at the leadership of this region. We have to get serious at some point. Hapo ni mwongea vibaya sasa. So watu wetu, mimi naomba tu tuwe united. Tuendelee kuwa united. Kule mbele mambo ni magumu, sio mambo rahisi. Watu wengine wafike huko. Wala ambao wako pale ile kazi walipewa wameshindwa kuifanya. So lazima tutasukumana kwa nguvu mpaka tufike kwa hiyo meza. Tufike kwa hiyo meza sasa tutapangia watu wetu sana. Na hii nchi watu wanakaa na hii wasiwasi hata ujui ni nini, kwa sababu the distribution of resources in this country is skewed. Kuna wale ambao wanapata nyingi, wala wengine wanapata kidogo. Wengine wanaona wengine wakikula, wengine wanaangalia tu wanakula kwa macho. We want a country ambayo iko balance. Mambo ikitolewa tunapeana resources equitably, maendeleo yanakuwa equitably, ili kila mtu afili kwamba kwa part and parcel of this republic. That's all we want. Hataki mambo ya ukabila, hataki mambo ya mapendeleo, hataki mambo ya tribalism. We just want a country where all of us live peacefully and happily. Kwa hivyo kwa hayo mengi ningependa kusema kwamba roho ya marehemu Nathan Monoko, Mwenyezi Mungu aiweke mahali pema kule mbinguni mpaka ile siku ambayo tutakutana, maana hiyo ndio safari. Tukimaliza viongozi tutafanya mchango kidogo, maana familia ile iko na wakati mzuri wa kupanga. Kuna mambo mingi ambayo gharama ya kifedha ambayo tunataka kusaidia kidogo. Kwa hivyo hivi baada ya ibada tufanye harambee kidogo na pesa tuko nayo tuwachangie ili wajipe a few bills. Asante sana, Mwenyezi Mungu awabariki.